mkataba wa mashirikiano uliopo baina ya kisiwa kile cha Ngazija, na nafikiri alikuja hapa alikuwa ni rais wa mamea, na alikuja kwa niaba ya mamea wa visiwa vyote vitatu, na mlikubaliana kwenye baadhi ya maeneo, lakini maeneo ya msingi ambayo niliyaona ni mawili. Moja kwenye bidhaa za kilimo, specifically swala la mchele na mboga, lakini ya pili ilikuwa ni kwenye wanyama hai, ilikuwa ni kwenye mifugo kwa maana ya ng'ombe na nyama ya ng'ombe. Sasa nikawa interested kidogo kuja kujifunza zaidi kutoka kwenu, lakini na kushare kile ambacho nimekikuta kule ili tuweze kuona kwa pamoja tunafanyaje. Lakini baada ya kuja hapa pia asubuhi hii wakati nabadilishana mawazo na Rase hapa, nikagundua kumbe kuna vitu vingine ambavyo pia vinaweza kuingia kwenye soko la Komoro. Lakini kwenye chakula cha kwao wenyewe zaidi ya 90% wanaagiza kutoka nje, na katika hiyo 90% zaidi ya 70% wanategemea kutoka Tanzania. Kwa hiyo wao chakula chao kikuu ni wali, lakini vitu vingine, viazi vitamu, magimbi, mboga za majani, nyanya, vitunguu, karoti, kwa asilimia kubwa wanachukua kutoka Tanzania na asilimia fulani wanachukua kutoka Madagascar. Kwa hiyo tunaweza kuona kwa wao kwamba Tanzania ni eneo ambalo wanalitegemea kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo katika hilo nikasema kwamba pamoja na kwamba niliona memorandum, nikaipitia kidogo, nikaona maeneo ambayo tulikubaliana kushirikiana, lakini nikasema si mbaya nikaja tena, nikaja mimi kwa sababu sikuwahi kuja, nikaja tukajaribu kupitia kwenye yale maeneo na kuona vipi tunaweza tukafanya bora zaidi. Nilikuwa namwambia RC mara ya kwanza kukutana mwezi mmoja uliopita na kumwahidi kwamba nitarudi tena hapa. Inaonekana kwamba wafugaji walikuwa na hamu kubwa sana ya kusafirisha ng'ombe na mbuzi kupeleka Komoro, kutokana na wale wenyewe walivyokuja hapa, walivyofanya mazungumzo yao. Biashara ya wanyama hai hasa ng'ombe na mbuzi ni kweli ipo Komoro, lakini na vipindi maalum. Ni kuanzia mwezi wa 6, wa 7, wa 8 na wa 9. Hivyo utakula lazima uliwe. Sasa tukubali sisi hapa tumeingia mkataba. WFP wametuletea container. Ndugu zangu nisikilize vizuri. WFP mkienda pale SGR mtakuta upande wa pili kule kwenye cargo kuna container 3, refrigerated container. Unajua watu tunapandaga tumetara train ile unaondoka. Zile zimekuja specifically kusupport kilimo cha mboga ndani Morogoro. Na WFP walisema watatupa bure, wameshatupatia. Hatujazizindua. Lakini nani zake zilikuwa Kilosa na Morogoro. Why? Kwamba yale ukija na perishables, ukiweza unazihifadhia muone kama kuzihifadhi kwenye friji. Kwa hiyo what am I saying, mheshimiwa, kama kwa mfano Morogoro tukipata tenda ya mboga tuna refrigerate hapa. Msisitizo ni kwamba unapoamua kufanya biashara ya kimataifa lazima kuna hatua ambazo lazima upitie, na kwamba sasa hivi inawezekana mtu akatafsiri kwamba vifungashio vyetu si vizuri na nini, lakini kwa hatua tuliofikia kwa wafanyabiashara sasa hivi hatuna tatizo na vifungashio. Vifungashio ni vizuri na vinakidhi ile hadhi ya kuuza bidhaa nchi za nje. Kinachotakiwa ni wewe mfanyabiashara useme kwamba nataka kufungasha kitu gani, na uweze kuwasiliana na ofisi ya Chemba TNCC, itakushauri kwamba nenda mahali fulani vifungashio vipo.